good morning or good afternoon. It depends where you are. Yes, Wajaluo wenzangu, wacha niwaambie kitu kimoja. Hii uongozi wa Kenya, uongozi hapa Kenya imetutesa muda mrefu sana. Wajaluo wenzangu, ukiangalia uongozi vile Kenya ilipata independent. Kenya ilipata independent, the late Mzee Jomo Kenyatta ndiye alikuwa president. Na tunapewa history vile Mzee Jomo Kenyatta alikuwa president. Mzee Jomo Kenyatta akaongoza akakufa 1978. Na wakati Kenyatta alikufa 1978, Kenyatta alikuwa anavurugana na the late Jaramogi Oginga Odinga. Hata Raila alikuwa. Na hatukuonyeshwa mahali Kenyatta ameshika ama Kenyatta alishika Jaramogi Oginga Odinga. Hatukuonyeshwa hata moja. Wakavurugana mpaka akanyang'anywa DP. Wakati huo ilikuwa inaitwa vice president. Wakati Jaramogi Oginga Odinga alikuwa anavurugana na Mzee Jomo Kenyatta, Raila pia alikuwa huku, yeye pia alikuwa anakuwa. He was growing. Sasa Kenyatta amekufa. Wamebaki na Moi. Moi akachukua uongozi. Jaramogi Oginga Odinga hakuwa ameacha kukosoa serikali. He was criticizing the government. Wherever government goes wrong. So, wakati wa Moi ndio ilipata Raila Amolo Odinga ashajua siasa. Wakati sasa ilifika late 70s. Sasa Raila Odinga alianza kutoa makucha zake. Moi alianza kukua na wivu. Mbona huyu kijana anatoa makucha? 1982 ilipata the late Raila Amolo Odinga kama alikuwa na 37 years. 1982 ilipata the late Raila Amolo Odinga alikuwa na 37 years. Na mulisikia vile Raila alifanya, na nafikiri unajua history. Raila alijaribu kupindua serikali nao wanajeshi wengine. Wakati Raila alijaribu kupindua serikali alishikwa akakaa jela, tunaambiwa ni 8 to 9 years alikaa jela. Na wakati huo babake alikuwa opposition leader, the late Jaramogi Oginga Odinga. Na walikuwa wanakosoa serikali na babake. So Raila kuteswa. Kwa hiyo uongozi wa Daniel Toroitich Arap Moi, the late. Baadaye Raila akaachiliwa. Akakuwa huru, akaanza siasa zake, akaenda Kibra, akakuwa MP 1992. So Wajaluo, tuangalie serikali so far ni kabila ngapi? 2 ndio wamekuwa uongozini hapa Kenya. So tuangalie serikali ya Wakikuyu ama serikali ya Wakalenjin ndio tuko safe. Lazima tuangalie hiyo. Tusiangalie wachache, wengine wachache wanapewa pesa na serikali, alafu anakuja na kuambia wewe imba one term, lakini wewe maisha yako huyu mwenye anakuambia imba one term hataki kuangalia maisha yako iko aje.
Ukiangalia uongozi wa Kalenjin na uongozi wa Mkikuyu, Wajaluo wameteswa sana kwa uongozi ya Mkalenjin. Wakati wa Daniel Toroitich arap Moi, hakuna mwenye alikuwa anaongea. Hakuna mwenye alikuwa anaongea. Hata mfano nzuri wakati the late Raila Amolo Odinga alikuwa anatoa mfano kwa ile serikali imenyanyasa watu, alikuwa anasema we cannot go back to dark days. We can't go back to dark days of Daniel Toroitich arap Moi. So sisi kama Wajaluo lazima tufikirie ni uongozi wa kabila gani inakwanga sawa. Kwa sababu hii time tumefika. Sahi Mjaluo kupata uongozi, sahi 2027 ni noma. So inafaa tufikirie uongozi wa kabila gani inakuwa sawa na sisi. Wakati Kibaki alichukua uongozi 2002, Kibaki hakuangalia any region. Kibaki alisema Wakenya wote wakuwe na free primary education. Alafu pale school fees, pale secondary school, Kibaki akakata nusu. Wazazi walikuwa wanalipa nusu, serikali ilikuwa inalipa nusu. Na unajua vizuri sana backbone ya Wajaluo, our backbone is education. Hiyo ndo maana sasa ukienda Luo Nyanza watu wengi wamesoma, lakini wanasema hawana kazi. Hata Kenya results ya hiyo free primary education ndio sasa watu wanaona sasa. So mimi naambia Wajaluo, Ruto anatudanganya. Raila amewahi ingia kwa serikali mingi sana, lakini Raila hajawahi kufa. Raila aliingia kwa serikali ya Kibaki, watu walikuwa na nusu mkate. Raila aliingia kwa serikali ya Uhuru Kenyatta, watu wakakuwa na handshake. Sasa hii serikali ya William Samoei Ruto, hii ya broad based government, ndio natuambia ndio Raila anakufia. Ndio Raila anakufia. Na Raila Amolo Odinga alikuwa na 8 years. Yoweri Kaguta Museveni yako na miaka mingapi? Haya, Mugabe, former president of Zimbabwe, alikufa na miaka mingapi? Unajua kuna vitu zingine sisi Wajaluo lazima tufikirie. Si ati tunapelekwa tu sababu wachache wanapewa pesa huko juu, alafu we mfuasi unaambiwa imba one time. Hatuwezi kubali kitu kama hiyo. Mimi nawaambia Wajaluo bila uoga, serikali ya Wakikuyu ndio tuko safe. Serikali ya Wakikuyu ndio tuko safe, siwezi wadanganya. Angalia wakati wa Kibaki Luos wengi walibenefit. Wengi sana walibenefit. Akina nani waliajiriwa? Wakati the late Raila Amolo Odinga alikuwa prime minister. Hata huyu nani anaitwa Omondi Karoli. Omondi Karoli aliinuka wakati Raila Amolo Odinga alikuwa prime minister. Hiyo ni uongozi wa Kibaki. So sisi Wajaluo uongozi wa Kalenjin hapo hapana. Hata kama tuko kwa language group moja, uongozi wa Kalenjin nimeondoa hapo. Uongozi wa Kalenjin hapana. Mkikuyu, uzuri wa Mkikuyu ukifanya na yeye biashara, hiyo biashara itakuwa successful. Siwezi danganya mtu. Lakini uongozi wa Kalenjin, sahi mapolisi walikuwa wanaajiriwa. Gari inaleta wakale, order from above. Hawa waajiriwe kwa polisi. Na police station iko Nairobi. Mkale ametolewa na gari huko Elgeyo Marakwet, akuje aandikwe polisi Nairobi, kila police station. Hatuwezi kubali my friend. Hii uongozi wa Kalenjin ni mbaya kabisa, siwezi wadanganya. Sasa watu wengi wameajiriwa kwa SHA. Hebu ende uangalie hiyo list.
Endo angalie hiyo list ya SHA, wale ambao walikuwa shortlisted wanaenda kufanya interview. Endo angalie. So mi naambia wenzangu, uongozi wa Kalenjin ni mbaya kabisa. So Wajaluo lazima tufikirie uongozi gani iko sawa na sisi. Uongozi gani iko sawa na sisi? Sio ati Wajaluo wachache wale viongozi ndio wanapata pesa na wewe hupati pesa. Hakuna kitu kama hiyo. So lazima tufikirie sana. Mimi kwa majina mimi naitwa William Jahoma, asanteni sana. Ukisha watch clip, bonyeza pale, subscribe, share, like, then comment. Thank you.